Tunazo changamoto nyingi kama nchi, na changamoto nyingi sana ambazo zinakumba nchi, zinakumba vijana kwa nafasi ya kubwa sana. Lakini ni sisi vijana ambao tuna uwezo mkubwa wa kuzibadili hizi changamoto ziwe ni nafasi nzuri ambazo tunaweza zisoma na tuwe na uwezo wa kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo tukipata nafasi ya kuja kwenye hizi shule ambazo zinaendeshwa na shirika ambazo zipo kwenye mradi wa kujenga amani pamoja, waje kwa wingi, wasikilize kwa umakini na waweze kutilia maanani yale ambayo wamefunzwa. Matunda nayaona kwa sababu sasa hivi, kabla tuanze na sasa, nimeona vijana wamejitokeza kwa wingi na wanafurahia kwamba mradi unawafikia directly kupitia kwa zile organizations 15, shirika 15 ambazo tumezifadhili, na nimeona uptake ya wao kuja kwenye hizi activities, wanajadili, wanasikiza kwa makini, na pia baadaye tumeona kwamba wanaweza kutafuta hizi nafasi ili wajinufaike nazo. Vijana kama 5 wameweza kusaidika kupata loans, wengine wako on the way bado, wako kwenye process ya kupata loans, wengine bodaboda, wengine pia wamelinkiwa na hii kazi majuu, na kutoka na hii kikundi chetu cha LYCBO, na wanasaidiwa kuprocess documents zao. Pesa ziko za kusaidia vijana, na borake tu kiregesha hautasumbuana na serikali, na pia ukiregesha unapata kiwango kingine kikubwa, na pia unachia mwenzako nafasi anapata pesa zingine, na hapo tuweza kujiendeleza, maana hii pesa haina riba. Kwa hivyo na vijana watoke sana, wachukue hizi pesa ziko, wajisaidie na afu tena wazirudishe. Ambao wako tayari tunaanza na kuwasaidia kufanya application. Ningependa kuomba vijana wenzangu, kukiwa na mkutano wowote, hata kama labda unapita njiani, labda umeambiwa kuna mkutano, kizuri zaidi ni usikize, kwa sababu ya kuwa huwezi jua zuri lako liko wapi. Popote unapotembea na huwezi jua siku njema yako ni gani. So cha kushauri vijana wenzangu, ningeomba tuhudhurie mikutano aswaswa kama hii na mingineo kwa chifu wapi na wapi. Then matokeo tutayaona kama vijana wenzangu. Opportunities ziko na serikali pia inawasaidia ili kuondoa watu katika idleness, ndio wasikae wakisema hakuna biashara. Sasa mwenye yuko nyumbani maybe hakuwa anajua kama anaweza apply loan, akafanya mambo yake akaenda sawa, maisha yake akawa mazuri, yuweza wasiliana na ofisa wa youth akamuelezea jinsi ya kufanya hizo application na maisha yake akabadilika. So waache kukaa idle, wajitume, wapambane.